Dhambi zote zinazofanywa na wanadamu ni kwa sababu hawaamini. Laiti wangeamini wasingefanya dhambi. Hatungekuta wazinzi au watu wa kila aina, waovu wa kila aina wanafanya vile, ni kwa sababu hawaamini kama Mungu yupo. Kama watu wangeamini kama Mungu yupo na yuko mahali popote na anajua yote, wasingefanya uharibifu, wasingefanya usengenyaji, wasingefanya uhalifu wa kila aina, wasingefanya ufisadi, kusingekuwa na majambazi. Lakini watu wanadhani Mungu haoni, Mungu hasikii, na ndio maana wanafanya mambo mengi. Kwa hiyo hawaamini kwamba Mungu yupo na anajua yote, hawaamini. Hasa cha kwanza ni wewe kushinda maisha ya kiroho, uishi maisha ya ushindi, maisha ya ushindi, ili usitende dhambi, ili usimwache Mungu, ili usirudi nyuma. Ni lazima umwamini Mungu pamoja na neno lake, alichokisema ndivyo kilivyo. Kuna wakati mtu unapozungumza namna hii anapitia magonjwa ambayo madaktari wameshindwa. Wewe cha msingi uweze kushinda vita ya huo ugonjwa ni kuamini Mungu na neno lake. Yeye amesema hakuna jambo linaloshindikana kwake yeye aaminie. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanapitia vita, watu wamefukuzwa na ndugu zao, wametengwa na jamii zao. Wao anahisi kabisa dunia imeisha, ni bora angekufa. Nataka nikwambie, muamini Mungu pamoja na neno lake. Yeye amesema sitakuacha, sitakupungukia. Watu wanaweza kukuacha, marafiki wanaweza kukuacha, ndugu wanaweza kukuacha. Wewe muamini Mungu pamoja na neno lake. Kile alichozungumza ndivyo hivyo. Yeye tabia ya Mungu habadiliki, hata kigeugeu. Yeye ni wa milele, yeye ni Bwana wa mabwana, hajawahi kushindwa kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nazungumza siri ya kwanza ya ushindi, ni lazima umwamini Mungu na neno lake. Uamini Mungu na lile analozungumza juu ya maisha yako. Haijalishi unapitia shida ya namna gani, haijalishi mawimbi ni mengi kiasi gani, maadui ni wengi kiasi gani. Akisema usiogope ni hivyo hivyo, wala usiogope. Akisema utapona ni hivyo hivyo. Akisema wewe uliye kunaitwa tasa, akisema utapata watoto ni hivyo hivyo. Hivyo ninazungumza majira haya, kuna watu wanalia hawajapata watoto, wametengwa na jamii kwa sababu hawana watoto, wameitwa tasa. Mungu aweze kufanya jambo jipya. Waliokuwa tasa wakawa wananyonyesha. Hivi ninazungumza ya leo, wanaweza kugeuza maisha yako yakawa ukaitwa jina jingine. Uliyeitwa tasa ukaitwa mama wa watu wengi, uliyeitwa mgonjwa ukaitwa mtu mzima, yaani usio na magonjwa tena. Uliyeitwa masikini ukaitwa tajiri. Yeye aweze kuanza jambo kwa ziwa la maji. Nazungumza na wanadamu, nazungumza na watu wa mataifa na lugha mbalimbali, ya kwamba muamini Mungu pamoja na neno lake. Katika yale anasema uamini bila mashaka yoyote. Kutokuamini ni dhambi. Amina. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Haleluya. Amina. Kutokuamini ni dhambi, tena ni dhambi. Amina. Kwa sababu dhambi zote chanzo chake ni kutokuamini. Amina. Wana wa Israeli kuna baadhi hawakuingia nchi ya ahadi kwa sababu ya kutokuamini. Amina. Yaani anakuwa na mashaka na Mungu katika maagizo aliyoagiza. Kuna wakati kunapitia mashambulizi makubwa. Unawaza itakuwaje? Nitamalizaje mwaka huu? Nataka nikwambie, ili uweze kuishi maisha ya ushindi, muamini Mungu pamoja na neno lake alichozungumza juu yako. Kuna wakati watu wamekwambia yani hautapata watoto. Wamekwambia hautajenga nyumba, utaitwa mpangaji siku zote. Wamekwambia ile kazi lako hilo utafungwa, yani utashindwa. Mama walio mbele yako unaoshindana nao wana fedha, wana uwezo wa kuongea. Nataka nikwambie, Mungu akisimama upande wako usiogope. Mungu akiwa upande wako usiogope. Wewe muamini Mungu kwamba anaweza kukutetea. Watu wanaweza kukuacha ukakubeza, watu wanaweza kukukataa, lakini Mungu hawezi kukuacha. Hawezi kumtupa mtu wake anayemngoja. Wanaomngoja Bwana watapata nguvu mpya, hawataaibika. Wamngojao Bwana huwa hawaaibiki. Nazungumza na watu wengine, ni labda ni mjane au ni mgane, ameambiwa mambo mengi ya ajabu, wamemnenea mabaya. Yuko Mungu akufukuza watu, yeye anakukusanya, anakuinua, anakuheshimisha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Yamkini uko mahali hapo unanisikiliza au unaniona mahali popote ulipo, nataka nikwambie usiogope. Amina.
Yeye ni Mungu wote wenye mwili, aliyetenda zamani anatenda na leo. Anaitwa jana, leo na hata milele. Hajawahi kushindwa. Hawa ni wanadamu wanaweza kukuvunja moyo, lakini Mungu neno hubiri anaweza kufanya mambo mapya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Anaweza kufufua mambo yaliyokufa. Anaweza kufufua kibali chako, atakuinua katika huduma yako, atakukuza kwa viwango vikubwa. Ukawa ni mtu mwingine sio yule wa zamani. Wewe kunena vibaya. Nataka nikwambie hautakufa. Pamoja na hiyo kansa au ukimwi au magonjwa kila aina au TB au pumu, magonjwa kila aina, pengine magonjwa ni tasa. Nataka nikwambie ninayemhubiri yuko mahali hapo hapo ulipo. Ukimwamini anaweza kuondoa hayo magonjwa. Ukiamini anaweza kuondoa hayo mateso. Anaweza kubadilisha ada ulio nayo. Kuna watu wamevamiwa na majina mizimu. Walisembelezewa kwenye madhabahu za giza. Mizimu inawafuatilia. Wanasembeleza usiku na mchana. Hawalali. Wanawaza itakuwaje ikifika jioni. Nataka niseme dawa yake ni kumwamini Mungu pamoja na neno lake alilozungumza. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya. Kitabu cha Ibrania sura ya 10 mstari wa 37 unaweza kusoma. Sura ya 10 mstari wa 37 kitabu cha Ibrania. Ibrania 10 mstari wa 37 anasema, kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja wala hatakawia. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Usomaji mzuri. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Anasema hivi, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akiwa na moyo kusitasita, Mungu hana furaha naye. Wanasema lakini sisi hatuko miongoni mwa hao wanaositasita na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kuokoa roho zetu. Alama ya imani ni mtu anaishi maisha matakatifu. Alama ya mtu mwenye imani ni mtu muombaji. Alama ya mtu mwenye imani ni mtu mwaminifu, ni mtiifu kwa yale anayoagizwa na Mungu. Alama ya mtu mwenye imani hajichanganyi na dunia. Alama ya mtu mwenye imani ni mtu anayetembea akisikiliza maelekezo ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. 2026 unahitaji kutembea pamoja na Mungu. Sisi hatuko miongoni mwa hao wanaosita. Hata kama watu wamekuambia hiyo tatizo hutaliweza, nataka nikwambie Mungu anaweza kufanya jambo jipya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wewe nataka nikwambie usiogope mama. Usiogope baba. Labda wewe ni mtumishi wa Mungu. Labda huduma haiendi. Hawezi kuaje? Mwamini Mungu katika kile alichokizungumza. Hata kama unapita kwenye jangwa la aina gani, yuko Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Nazungumza na mtu fulani, amekaa mahali fulani, anawaza itakuaje. Mwamini Mungu. Pamoja na ugonjwa uliokutesa, mwamini Mungu. Alimwambia Ezekiel, itabiria hii mifupa mikavu ikapata kwa jeshi kubwa, watu wakaenda kuishi wanahema, wana afya nzuri. Hata wewe pia kwako, yeye ni Mungu, hajabadilika, aliyetenda siku zile na kwako atatenda. Aweza kugeuza historia ya maisha yako ukawa kitu kipya kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kanuni ya kwanza, mwamini Mungu pamoja na neno lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Unaweza kaambiwa na madaktari kwamba ugonjwa huo umebakiwa siku kadhaa ufe. Ni kweli kwa sababu hao ni madaktari. Na kuzungumzia kanuni ya kwanza, mwamini Mungu sawa na neno lake. Unaweza kukwambia wewe hautapata watoto. Hao ni watu. Mungu ndiye mhubiri akishazungumza. Yaani yeye ni muumbaji. Yeye hana mshauri, yeye ni wa milele. Akishasema hakuna mbadala. Pengine unateswa na una uvimbe fulani mwilini mwako. Amini Mungu anaweza kufanya jambo jipya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kanuni ya pili, mtazame Mwokozi katika kila hali unayopitia. Mtazame Mwokozi katika kila hali unayopitia. Mfalme Yehoshafati aliposikia zile habari, cha kwanza kabisa aliuelekeza uso wake mbele za Bwana, akamlilia Bwana. Yaani kwa cha kwanza kwamba alimwamini kama Mungu anaweza kufanya jambo jipya.
Namba 2, alimtazama, maana kumwelekezea uso wake, alimwangalia Mungu. Wana wa Israeli wakiwa katika safari ya jangwani kuelekea nchi ya ahadi, Mungu alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli watakuwa wanamwangalia nyoka wa shaba akiwa ameanguka juu ya mti. Kila anayemwangalia nyoka wa shaba atakuwa salama. Akiwa anatoa unabii kwamba kwenye Agano Jipya Yesu atasulubiwa msalabani na kila mtazamaye Yesu atakuwa salama. Bwana Yesu apewe sifa. Kila anayemwangalia Yesu atakuwa salama. Kwenye matatizo yako mwangalie Yesu. Na msishangae unaweza kuwa pamoja na mimi ukaitikia amina. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Usihame mawazo, nazungumza na wewe. Nazungumza na wewe usio na shughuli nyingi. Hata unayepika chakula endelea kusikiza vizuri. Uliye ofisini endelea kusikiza vizuri. Unaendesha gari endelea kusikiza vizuri. Na mahali popote endelea kusikiza vizuri. Kwa sababu Mungu ana makusudi na wewe juu ya mwaka 2026. Bwana Yesu apewe sifa.